Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji ambaye unanifuatilia kutoka sehemu mbalimbali. Na mshukuru Mungu ambaye amenipa kibali siku ya leo ili niweze kuzungumza na wewe maneno ya Mungu. Kabla sijasoma neno la Mungu na kukuambia ni kitu gani ninachotaka kuzungumza na wewe jioni ya leo, ngoja niombe. Baba Mungu mtakatifu, kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wakati huu na sahihi ambapo nimepata kibali cha kusimama mbele za watu ili niweze kuwashirikisha neno la Mungu ambalo Bwana umenipa jioni ya leo. Na waleta mikononi mwako wasikilizaji wangu na watazamaji kutoka sehemu mbalimbali. Wakati huu na sahihi Bwana, neno lako linapolisema, kila mmoja likamfungue kama jinsi ulivyolituma. Kwa jina la Yesu nanyamazisha kila mpango wa shetani na fikra chafu. Sinyamaze kimya na kusudi lako Kristo likatimie jioni ya leo. Kila mmoja kila mahali namweka mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Penzi mtazamaji unayenifuatilia kutoka sehemu mbalimbali, mimi naitwa mchungaji Simon Zakaria Matemi wa kanisa la EAGT hapa Migunga, Majimoto, mkoa wa Katavi. Jioni ya leo nakuletea neno la Mungu. Ninao ujumbe hapa, naomba unifuatilie kwa dakika chache hizi nitakazozungumza na wewe. Unaitwa usikubali kunyamazishwa. Katika maisha na shughuli mbalimbali, hasa juhudi za kiroho, nimeshuhudia watu mbalimbali wakinyamazishwa. Nimeshuhudia watu wenye shida mbalimbali wakinyamazishwa. Jioni ya leo nataka nizungumze na wewe ndugu yangu. Ninao ujumbe huu unaosema usikubali kunyamazishwa. Mtu yeyote asikunyamazishe. Nisome maneno ya Mungu sasa. Tusoma katika Injili ya Marko sura ile ya 10 na mstari ule wa 46 mpaka 52. Biblia inasema hivi: wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze. Lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaluka, akamwendea Yesu. Yesu akajibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Ndugu yangu unayenitazama, unayenisikiliza, jioni ya leo nataka nikwambie kwamba tunasoma habari za Bartimayo. Huyu mtu alikuwa na tatizo la kuona. Alikuwa na tatizo la macho. Alikuwa na tatizo la upofu. Alikuwa na tatizo la kutokuona. Lakini siku moja ambapo sasa mkono wa Bwana ulikuwa umenyooshwa kwake, Bwana Yesu akapita katika njia ile. Alipopita katika njia ile, katika kukaa kwake na kuketi pale njiani, akasikia sauti za watu wengi, maana alikuwa haoni. Aliposikia sauti za watu wengi, sauti ambazo hajazizoea, sauti ambazo alikuwa hajawahi kuzisikia,
sauti ambazo alikuwa hajawahi kuzisikia, kwa sababu alizoea watu wakipita pale ni mmoja mmoja wakimsaidia. Sasa kwa kuwa alikuwa ameshasikia zile sauti, Bartimayo yule kipofu mwombaji aliposikia zile sauti ambazo hajazielewa, ikabidi aulize kwamba jamani, kuna nini? Alipouliza akaambiwa ni Yesu wa Nazareti anapita. Aliposikia kwamba ni Yesu wa Nazareti anapita, maana yeye alikuwa na tatizo la upofu lakini alikuwa anasikia. Aliposikia ni Yesu wa Nazareti anapita, na kwa sababu taarifa zake Yesu zilikuwa zimeenea katika eneo lile, ndio maana akaamua sasa kupaza sauti yake, kwa sababu Yesu ni wa wote. Alipopaza sauti ya kwamba Yesu mwana wa Daudi ni rehemu, kwa sababu ya tatizo lake, kwa sababu ya kudharauliwa kwake, kwa sababu ya kuonekana ni mtu mwenye shida, Biblia inasema watu waliposikia ya kwamba Bartimayo anapaza sauti kumuita Yesu, wakamzuia. Biblia inasema wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini Bartimayo alizidi kupaza sauti mbele za Yesu akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Bartimayo hakusikia sauti za watu waliomzuia. Bartimayo alifikiria habari ya ugumu wa tatizo lake. Bartimayo hakusikia sauti za waliomkemea. Bartimayo alitazama kupona. Bartimayo alitazama kuona. Nami jioni ya leo nakuletea neno hili, mtumishi wa Mungu. Najua kwenye maisha yako liko tatizo linalokusumbua. Najua iko shida inayokusumbua. Najua liko ombi unaloomba mbele za Mungu, na watu wengi wanakunyamazisha, na watu wengi wanakutungia hila. Jioni ya leo nataka nikushauri mtumishi wa Mungu ya kwamba uwe kama Bartimayo. Yeye hakukubali kunyamazishwa, hakukubali kunyamazishwa. Aliendelea kusimama kwenye lengo lake, aliendelea kusimama kwenye lile aliloliamini ya kwamba anaenda kupona. Nami nataka nikutie moyo Mkristo ambaye umepita katika mateso mbalimbali, umepita katika shida mbalimbali, umepita katika mambo magumu, na watu wapendwa wanakuzuia. Watu wapendwa wanakuzuia usiendelee kuomba, wanakuzuia usiendelee kumuita Bwana, wanakuzuia usiendelee kusali, wanakuzuia usiendelee katika huduma yako. Nataka nikwambie jioni ya leo uwe kama Bartimayo. Bartimayo hakukubali kunyamazishwa. Yeye aliendelea kupaza sauti, aliendelea kumuita Yesu, aliendelea kumuita Bwana. Yesu ni rehemu, Yesu ni rehemu. Baada ya kupaza sauti kwa muda mrefu, Bwana Yesu akasema, mwiteni. Haleluya. Wale watu wanaokuzuia leo, wale watu wanaokunyamazisha leo, ukikaza kumuita Yesu, watasimama siku moja kukwambia ya kwamba wewe hakika Bwana anakupenda. Wataanza kushuhudia matendo makuu ambayo Bwana amekutendea. Usikubali kunyamazishwa. Usinyamaze mtumishi wa Mungu, popote pale unaponisikia. Haijalishi una shida namna gani, haijalishi umemwomba Mungu kwa namna gani, haijalishi mambo ni magumu namna gani, haijalishi huduma yako imekuwa ngumu kiasi gani, haijalishi mahitaji yako imekuwa magumu kiasi gani, haijalishi yako mambo magumu kiasi gani, usiache kumuita Bwana. Usikubali kunyamazishwa. Simama katika ibada, simama katika maombi, simama katika imani. Usimwache Kristo kwa sababu ya changamoto. Usimwache Kristo kwa sababu ya changamoto za ukoo, kwa sababu ya changamoto za ndugu. Maana wako wengine nimeshuhudia watu wakiokoka, wakishaokoka wanaanza kunyamazishwa na ndugu zao, wanaanza kunyamazishwa na ukoo wao, wanaanza kunyamazishwa na ndugu wakiwaambia kwamba msiendelee kusali. Nataka nikutie moyo jioni ya leo, usinyamazishwe. Usikubali mtu yeyote asimame kwenye maisha yako. Usikubali mtu yeyote akusimamishe kwenye bali ya imani yako. Bwana yuko pamoja na wewe. Yesu atakusikia. Yesu atakusikia hitaji lako. Ndio maana Bartimayo alipopaza sauti yake, watu walimnyamazisha. Biblia inasema wengi wakamkemea. Na ni kweli kabisa, mtu anapoamua kumfuata Yesu,
Mtu anapoamua kuokoka, wengi humzuia, wengi humkemea, wengi humnyamazisha, wengi hujifanya wao ni waelewa sana, wengi hujifanya wao ni wataalamu sana wa dini, wao wengi hujifanya ni wataalamu sana wa kile kilichotokea. Lakini nataka nikwambie, shika imani yako vizuri, muamini Yesu sawa sawa, wala usikubali mtu akunyamazishe, kwa sababu shida ulionayo, tatizo ulilonalo ni la kwako peke yako. Wengi watakwambia, wengi watakunyamazisha kwamba usiende kwenye wokovu, usimfuate Yesu. Lakini ukiwa na tatizo, wengi watakupa pole, wengi watakushangilia, watakutia moyo, lakini watakupa pole. Lakini pole haisaidii kama hujasaidiwa na Yesu. Hivyo mtumishi wa Mungu, rafiki yangu, ndugu yangu, ambaye upo katika mapito, upo katika maisha magumu, upo katika hali ya sintofahamu na umesikia habari za Yesu, nakwambia mtu yoyote asikunyamazishe. Upo hapo unajisikia kuokoka, naomba mtu yoyote asikuzuie. Tafuta kanisa la watu waliookoka, ingia pale na mambo yote yatakaa sawa. Haleluya. Nafikiri mtumishi wa Mungu, tumemwona Bartimayo hakukubali kunyamazishwa, na wewe usikubali kunyamazishwa. Na ni kweli kabisa, inawezekana liko tatizo ambalo unapitia. Tuone mtu mmoja mwingine aliyekuwa na tatizo, lakini naye pia habari zile za kunyamazishwa au kukatishwa tamaa zilisimama zidi yake. Injili ile ya Marko, tena Injili ya Marko sura ile ya 5 na mstari wake ule wa 21, nasema hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ng'ambo kutoka katika kile chombo, wakakusanyika mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga-songa. Turuke kidogo twende mstari wa 35. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno lililonenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Ndugu yangu msikilizaji unayenisikia na unanitazama, na nataka niseme kwamba huyu mkuu wa sinagogi ana mgonjwa nyumbani ambaye ni binti yake. Ameona kabisa kwamba msaada pekee ni kwa Yesu, kwa akakimbia haraka kumfuata Yesu. Akamwambia na kuomba, binti yangu yu karibu na kufa. Sasa Yesu akawa ameshasikia ombi lake, ameshasikia mahitaji yake, ameshasikia anachokitaka. Sasa kwa kuwa hakusema neno lolote pale, na huyu mtu aliendelea kuongozana naye, tunaona kwamba Yesu aliendelea na mkutano ule uliendelea kumfuata. Lakini tuliposoma hapa mstari wa 35, anasema hata alipokuwa akiendelea kunena, maana yake Yesu hapo alikuwa anazungumza habari za yule mwanamke mwenye kugusa pindo. Sasa wakati anaendelea kuzungumza pale, tunaona kwamba tunaona mwanamke, tunaona huyu mkuu wa sinagogi, wanakuja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi, wanasema hakuna haja ya kumsumbua mwalimu. Hakuna haja ya kumsumbua mwalimu, kwa kuwa mtoto wako amekwisha kufa. Sasa taarifa hii ni
taarifa ya kukatisha tamaa, ni taarifa inayojeruhi, ni taarifa yenye maumivu kwenye upande ule ulioumizwa, ni taarifa ambayo sio nzuri sana kwa mtu mwenye tatizo. Ndio maana Yesu alipouona moyo wa yule mtu kwamba hii taarifa imemfadhaisha, hii taarifa imemuumiza, ndio maana akamwambia usiogope, wewe amini tu. Maana ameshasikia maneno ya wale watu. Hii ni taarifa ambayo ilinyamazisha kabisa imani ya yule mkuu wa sinagogi. Lakini mkuu wa sinagogi yeye alipoambiwa na Yesu amini tu, akajipa moyo. Nami nakwambia, ukiwa na tatizo, inawezekana watu wanaweza kukwambia umeshachelewa. Inawezekana watu wanaweza kukwambia umri umeenda. Watu wanaweza kukwambia kwa sasa hii kazi imeshapita wakati wake. Watu wanaweza kukwambia kwamba huu ugonjwa tayari umeshakuathiri. Watu wanaweza kukwambia sasa umeshapitiliza umri wa kuzaa. Watu wanaweza kukwambia ugonjwa huu ulio nao uliwahi kumuua fulani. Watu wanaweza kukwambia hili tatizo ulilonalo hakika ni tatizo ambalo limemuua ndugu yangu fulani. Nataka nikwambie jioni ya leo, haijalishi tatizo hilo tatizo gani, usiogope wala usikubali, usisikilize hizo taarifa, usizikubali hizo taarifa. Wewe sikiliza kauli ya Yesu inasemaje. Na ndio maana tumesema habari ya Bartimayo. Bartimayo alikuwa haoni. Watu wameshapoteza matumaini ya Bartimayo kuona. Wameshapoteza kabisa kwamba huyu ni ombaomba tu, ni mtu ambaye hawezi kuona chochote. Lakini wakamwambia, wakamnyamazisha. Lakini Yesu aliendelea kusikiza kilio chake, akamwambia njoo. Hata alipokuja, tumesoma ule mstari wa mwisho kabisa 52, Biblia inasema Bartimayo akaona. Lakini habari ya huyu mkuu wa sinagogi, huyu anaitwa Yairo, mtoto wake ameshakufa sasa. Amemfuata Yesu, ameshampa taarifa za mgonjwa mtoto wake. Yesu akanyamaza tu kimya, bado akaendelea kuhudumia watu wengine. Lakini baada ya hapo, taarifa zilipokuja kwamba hakuna haja ya kumsumbua mwalimu, maana ameshakufa mtoto wako. Yule mkuu wa sinagogi, Yesu alipozisikia taarifa zile kwamba mtoto amekwisha kufa, akamwambia usiogope, wewe amini tu. Na hata mkuu wa sinagogi alipoamini, maandiko yanasema akafuatana na Yesu. Alipofuatana na Yesu, tayari alipofika kule, tunasoma maandiko, alipofika kule, yule binti alifufuliwa, yule binti alipona, yule binti aliamka pamoja na watu. Tusome tuendelee kidogo, halafu nitamalizia. Nasema wala hakumruhusu mtu afuatane naye. Mstari wa 37, hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wanalia wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamwita babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana. Akamshika mkono kijana, akamwambia, Talitha kumi, tafasiri yake msichana na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana, akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Akawaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru apewe chakula. Unaona hapa kwamba Yesu anamtia moyo mkuu wa sinagogi kwa kumwambia kwamba usiogope, amini tu. Ndipo akaamua sasa kufuatana naye. Kumbuka kwamba taarifa iliyokuja ni ya kifo. Taarifa iliyokuja ni ya msiba. Mtu akifa, jamii utaharuki. Mtu akifa, watu utaharuki. Watu mbalimbali wanakusanyika kwa ajili ya kuja kumtia moyo. Maana yake hata huyu
au hawa walimana tumeambiwa wakaja watu, maana yake walienda wengi. Wengi ni kuanzia wawili, wanapeleka taarifa kwa baba mzazi kwamba mwanao amekwisha kufa. Baba anahangaika kutafuta uhai na uzima kwa ajili ya mtoto wake, lakini taarifa inakuja kwamba mtoto wako amekwisha kufa. Sasa watu tayari wameshapeana taarifa za msiba, watu wameshakusanyika, watu wanalia. Sasa watu wanalia, Yesu anaingia pale, anawakuta watu wanalia, watu wanaomboleza. Mimi nasema wanafanya ghasia. Na kama unavyojua watu kwenye msiba, kila mmoja analia kivyake, kila mmoja na shughuli yake, watu wanaomboleza. Binti ameshaondoka, ameshakufa. Sasa tayari ndani kuna maiti. Yesu anafika pale na waambia, msilie, kijana amelala. Watu wanacheka Yesu, watu wanadhalau kile kinachozungumzwa, kama vile jinsi mtu wa imani inavyoweza kuzungumza. Navyoweza kukwambia jioni ya leo ya kwamba usikubali maneno kutoka kwa watu, usikubali habari za watu, kubali habari za Yesu, kubali neno la Yesu, kubali kile anachosema Yesu. Ndio maana ulikuwa sinagogi hakuzungumza chochote. Hatujasoma kwamba mahali kwamba alifika na yeye akawanyamazisha au kaongea chochote. Tangu alipoambiwa na Yesu, amini tu. Nami jioni ya leo nataka nikwambie mpendwa, amini tu, mwamini Yesu, simama naye, usiache, usiyumbe katika imani. Mwamini Yesu, usikubali mtu akuingilie katika huduma yako, usikubali mtu akuingilie katika maisha yako, usikubali mtu akuingilie katika maombi yako. Inawezekana kabisa yako mahitaji unayoomba, lakini watu wanakuambia haya mambo yamepitwa na wakati. Wengine wanasema wokovu umepitwa na wakati, wokovu wa sasa sio sawa na wa zamani. Nikwambie hakuna wokovu wa zamani wala wa sasa. Wokovu ni ule ule wa Golgotha. Yesu alipomaliza kazi msalabani, ndio maana akasema, akamwambia huyu bwana, huyu mkuu wa sinagogi, usiogope. Alipomwambia usiogope, na hata sasa jioni ya leo nakwambia ndugu yangu, usiogope. Mahali popote ulipo, usiogope. Haijalishi unapitia changamoto ya namna gani, haijalishi mambo ni magumu kiasi gani, haijalishi umeomba kwa miaka mingapi, haijalishi una umri gani, haijalishi watu wanazungumza namna gani juu ya maisha yako, wala usiwasikilize watu. Mwamuzi mkuu wa maisha yako ni Yesu Kristo. Mwamuzi mkuu wa maisha yako ni Yesu Kristo. Huyo ndiye msemaji wa mwisho. Watu wanasubiria kukupa faraja, watu wanasubiria kukucheka, watu wanasubiria kuomboleza, watu wanasubiria tu siku ya msiba wako, watu wanasubiria tu utakapoumia, utakapoteswa, hapo ndipo watakaposhangilia. Wao wanasubiria kushangilia. Na ndio maana hata tumesoma huyu mkuu wa sinagogi, watu wamekusanyika na msiba upo, lakini Yesu anaingia pale na mtoto anafufuliwa. Ruhusu Yesu, ruhusu sauti ya Bwana Yesu iseme ndani yako. Ruhusu maisha yako kwa Yesu. Yesu pekee ndiye ana uwezo wa kusaidia. Yesu pekee ndiye ana uwezo wa kufungua vifungo vilivyokufunga. Yesu pekee ndiye anayeweza kubadilisha maisha yako. Usikubali kunyamazishwa. Mtu yeyote asikunyamazishe. Mtu yeyote asiwe na kauli juu ya imani yako. Mtu yeyote asiwe na kauli juu ya huduma yako. Wengi wanakatishwa tamaa katika huduma kwa kuambiwa huwezi kuimba vizuri, wakuokoka utakuwa wewe. Tumewaona wengi. Hizo ni kauli za watu wanaovunja tamaa. Watu wengine nimeona wanapewa muda kadhaa, kwamba huyo tunampa dakika tu chache, tunampa muda fulani, hata fika popote. Ndugu yangu, hizo ni kelele tu. Wewe sikiliza Yesu anasemaje. Sikiliza Yesu anasemaje. Bartimayo hakukubali kabisa kunyamazishwa. Nami jioni ya leo nataka nitie moyo mtumishi wa Mungu, usikubali mtu yeyote akunyamazishe. Usikubali kauli kutoka kwa mwanadamu, sikubali kauli za Yesu Kristo. Bartimayo alijikubali, maana yeye alitazama tatizo alilokuwa nalo. Bartimayo hakukubali kabisa sauti ya mtu mwingine. Watu walimkemea. Biblia inasema wengi wakamkemea, wengi wakamnyamazisha kwamba nyamaze, lakini yeye hakujali. Aliendelea kumwambia, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Nami nataka nikwambie jioni ya leo, koma hapo hapo ulipo, koma na Yesu.
mfuate Yesu, mwamini Yesu, kwa maana huyo, muite huyo, mwambie huyo shida zako, wala usikubali kunyamazishwa. Mtu yeyote asiwe na kauli juu ya maisha yako, mtu yeyote asiwe na kauli juu ya huduma yako, mtu yeyote asiwe na kauli juu ya utumishi wako, mtu yeyote asiwe na kauli juu ya kile unachokifanya, mtu yeyote asiwe na kauli juu ya biashara yako, mtu yeyote asiwe na kauli juu ya kile unachokifanya katika maisha, mtu yeyote asiwe na kauli juu ya ndoa yako, mtu yeyote asiwe na kauli juu ya familia yako, asiwe na kauli juu ya watoto wako, asiwe na kauli. Iruhusu kauli ya Yesu Kristo. Hiyo ndio kauli yenye uzima na uponyaji. Hiyo ndio kauli ya mwisho. Yeye amesema yeye ni Alfa na Omega, yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Hakuna mwingine anayeweza kusema neno hata akalipinga mwanadamu. Akisema ndio Yesu, hakuna wa kusema hapana. Ndio maana alipowaambia muiteni Bartimayo, wakamuita. Na ndio maana alipomwambia mkuu wa sinagogi, akamwambia usiogope, amini tu. Aliponyamaza kimya akaamini ile kauli ya Yesu Kristo, ndio maana mtoto wake alifufuliwa. Ndio maana Bartimayo aliona. Ndio maana kila mmoja aliyemsikiliza Yesu ambaye hakukubali kunyamazishwa. Tunasoma habari ya kijana mmoja katika Injili ya Yohana, yule aliyekuwa kipofu tangu tumboni mwa mama yake. Kijana yule, wanafunzi walipouliza maswali ya kwamba imekuwaje huyu ni kipofu tangu kuzaliwa, Yesu akamwambia si kwa makosa yake wala wazazi wake, kwamba huyu ni kwa sababu ili kazi ya Mungu idhihirishwe ndani yake. Nami nataka nikwambie jioni ya leo, haijalishi watu watasema nini juu ya wokovu wako, haijalishi watu watasema nini juu ya huduma yako, haijalishi watu watasema nini juu ya hayo unayopitia, haijalishi watu watasema nini, haiwezekani. Hata kama kuna watu wamekwambia hii kazi unayoifanya sasa haina faida, wewe kama tu sikiliza, aliyekupa kazi hiyo ndiye anayejua hatima ya kazi hiyo. Aliyekupa maisha hayo ndiye anayejua hatima ya maisha yako. Hivyo jioni ya leo Bwana anasema usikubali kunyamazishwa. Haya maneno machache nimeyasema mbele yako. Nataka nikuombee sasa kwa Bwana. Nataka nikuombee iwapo kama uko sehemu yoyote huku unakonisikiliza hujampa Yesu maisha yako, hujaokoka, nataka niombe kwa ajili yako. Tafuta kanisa la watu waliookoka mahali ulipo, na utaingia hapo. Utawaambia nilisikiliza neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Simoni Zakaria Matemi. Kwa hiyo utaingia hapo na utawaambia, najua ukishaingia watumishi wa Mungu watakuongoza namna ya kufanya. Lakini nataka nikuombee huko liko sasa, na ili Mungu aweze kukusaidia kupitia ujumbe huu. Najua yuko mtu anapitia maisha magumu, yuko mtu ana maadui, yuko mtu ananyamazishwa katika yale anayofanya, yuko mtu ndoa yake imekuwa na wasemaji wengi, yuko mtu ambaye anapitia changamoto mbalimbali, yuko mtu ambaye anapitia magumu mbalimbali katika huduma. Amekuwa ni mwimbaji, ni mhubiri, ni mwalimu na shughuli mbalimbali akinyamazishwa. Kuna watu wananyamazishwa katika ukoo, wakizuiwa kuendelea kusali. Nataka niombe kwa ajili yako, nikutie moyo kwa ajili ya maisha yako, na neno hili naomba likawe msaada kwenye maisha yako. Baba mtakatifu, Mungu aliye hai, namleta mikononi mwako msikilizaji wangu na mtazamaji huyu. Naomba neno hili likafanyike msaada kwake. Nalituma neno lako kutoka hapa kwenda popote pale linakofika, na kila mmoja kwenye masikio linakosikika, kwa jina la Yesu Kristo. Kama jinsi Bwana uishivyo, neno hili likawe msaada kwa mama huyu, likawe msaada kwa baba huyu, kwa kijana huyu na binti huyu, kwa jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja anayesikia, watu wa kabila zote, watu wa lugha zote, watu wa kila mahali, kwa jina la Yesu Kristo, neno lako Bwana likawasaidie. Neno hili Bwana umelituma kwa ajili yetu, nami naliachilia mkononi mwako. Shetani ambaye niuka pande zote na mnyamazisha kimya kwa jina la Yesu. Na huyo anayenyamazishwa sasa, Bwana neno hili likamtie moyo sasa katika jina la Yesu. Amen. Naitwa Mchungaji Simoni Zakaria Matemi wa kanisa la EAGT Migunga hapa Majimoto, Katavi. Niukaribishe siku nyingine na saa kama ya leo. Amen.